Kamsamida kikolea zaidi osi, hebu tupige mdogo mdogo ili kuhakikisha tuna gain na lugha mambo endelee kwa bomba zaidi. Bwana basi, kama ilivyokaa, kama ilivyodaa, kama ilivyoata ndani nyumba tena, hii hapa sauti bomba sana ya mnyama. Nite the choose ni one king love kama dawa kama kawaida. Niko na simulizi yangu bomba sana hapa. Wanasema love alarm, yani upendo wa mlio au mlio unaoashiria upendo zaidi. Kumbuka napigwa zaidi kutoka SDC Production Jumba la Burudani, na sasa tuunganishe pale ambapo tulikuwa tumeshia katika sehemu nzuri iliyopita. Hapa tutakwenda kujua mambo mengi zaidi ambayo yalikuwa yamejificha, kwa sababu hapo katikati hatukuwa sawa, hivyo hatukupata nafasi ya kupandisha mzigo, lakini sasa tukubomba zaidi kama kawa, au sio? Hebu tuguze pale ambapo tulishia ili kuendelea kupata utamu wa vanilla. Hatimaye mambo endelea kusonga mbele na burudani zinaenda kuzingatiwa katika viwango vya hali ya juu. Sasa tunataka kujua hatima ya binti ya kufahamika kwa jina la Kim Jojo akiwa na penzi lake zito la mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun. Lakini vipi sasa kwa mkali Young, bila kumsahau Elisok, kipenzi cha kwanza cha binti ambaye aliweza kupoteza nafasi ya kuwa na bibie. Wasema baada ya bibie kurejea katika eneo la nyumbani, mambo yalikuwa tofauti zaidi, kwani huku Gulmili alikuwa anamkejeli sana, na binti alipokuwa anahitaji kula alikutana na maneno ya kumkashifu tu ya kwamba hata hicho chakula unachokula akijanunuliwa na boyfriend wako, hivyo kama unaamini anakupenda sana angekutengenezea nafasi ya kuweza kupata chakula, sio unakuwa ni mtu ambaye unazidi kutegemea chakula kutoka kwa mamangu, yani anti yake. Na binti hii ilimuumiza sana bibi, alijisikia vibaya sana kwa kile ambacho aliambiwa, kwani aliona yuko katika sehemu ambayo analazimisha upendo, na hii inamfanya bibi akumbuke mambo mengi sana zamani aliyopitia kipindi akiwepo na mama yake, na hii ilimpa nafasi bibi ya kujaribu kumpigia mkali japo aweze kumwambia mawili matatu, lakini hakuweza kupata nafasi ya kumwambia mkali kwani kejezi kwa nyingi sana. Basi unaambia upande wa pili kwa mkali, anaambia mama yake lazima aweke makeup na kujiweka sawa kwa sababu kuna interview kubwa sana inakuja mbele yake, hivyo asije akajaribu kuiangusha familia. Lakini mkali anadai kwamba hii familia imekuwa ni familia ya kibaguzi na ambayo ina upendo kwa upande wake. Sasa kwa nini anasema maneno haya? Lakini akiangalia katika simu yake anakutana na missed call kutoka kwa mrembo kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Hii ilimfanya mwamba tabasamu tu. Sasa upande wa pili kwa bibie, akiwa katika supermarket ambayo anafanya kazi, alihisi simu yake inaita, na baada ya kuangalia alikuta ni mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun anajaribu kumpigia, lakini bibie aliona kwa wakati sio vema kuweza kupokea simu ya mtu, kwani alikuwa ni mtu ambaye ameshakuwa na mawazo sana, kwa sababu binti wa kufahamika kwa jina la Gulmi tayari amwambia mkali kila kitu kuhusiana na historia yake na maisha ambayo bibi alipitia. Lakini mkali alikuwa anajaribu pia kutuma ujumbe na kuhitaji tu kujua kama binti yuko sawa au haiko sawa. Basi bibi taratibu aliendelea na shughuli zake, lakini wakati ulipofika itamani tena kujua ni nini ambacho mkali amemtumia. Mwamba alimtumia message ya kumwambia anamtakia siku njema na hivyo endelee kuenjoy mambo yakiendelea kwa bomba zaidi. Sasa hii ilimpa moyo sana binti, lakini siku inayofuata mkali alihitaji kujua kwa nini binti hakuweza kupokea simu yake. Lakini kuna rumors ambazo zilikuwa zinatembea sana ya kwamba bibie ni kama mtu ambaye anakula makombo yanayotoka kwa Gulmin, yani skendo na vitu ambavyo vimeenea katika shule ni kwamba binti ana uwezo wa kuweza hata kujilipia chakula, kwa hiyo kila kitu kinatoka katika familia ya kina Gulmin. Hii ilikuwa inamzailisha sana bibi. Lakini upande wa pili binti akiwa ametulia leo alimfuata rafiki yake kufahamika kwa jina la Jing Jongo, na hapa aliweza kupiga naye story mbili tatu na kumweleza juu ya kile ambacho kipo katika hatima ya maisha yake. Hata hivyo akiwa anaendelea kupiga story hapa mbili tatu, aliweza kufika bidada, na bidada alikuja kutoa taarifa ya kwamba kwa hali aliyomwona nayo mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun, hivyo moto unaweza kumwekea bibie wa kufahamika kwa jina la Gulmini. Hivyo binti aliamua wahi katika ile eneo, kwani alijua kitatokea kizaazaa kizito. Sasa naambia moto ulikuwa ni mkali, naambia binti unajaribu kulazimisha vitu ambavyo haviwezi kutengeneza nafasi ya kunifanya mimi niamini wewe ni mtu sahihi kwa upande wangu. Lakini binti anasema mimi ningekuwa na wewe nafikiri tungekuwa ni watu sahihi sana, kwani wote tunatokea katika familia za kitajiri. Na hapa alimwambia Mwamba Sarang'o, yani anampenda. Lakini Mwamba kwa wakati huu alikuwa na nafasi yoyote ya kuweza kupokea maombi ya bibi, hivyo aliweza kumsihi tu ya kwamba ingekuwa ni vema sana kama angekaa mbali, kwani hawezi kulazimisha kuwa na mahusiano na mtu ambaye anaosai. Lakini ubishano ukiwa unaendelea anakuingilia bibi ya kufahamika kwa jina la Kim Jojo, na hii
ilimkera sana binti wa kufahamika kwa jina la Gulmi. Sasa ni nini ambacho atamwambia bibi? Bibi alimwambia mkali tu kitu kimoja tu, yani nachohitaji kukuona ukiwa na furaha wakati wote, haijalishi utakuwa unapitia magumu kiasi gani, na mimi amini na kupenda sana wewe. Hii ilimfanya mkali ajisikie bomba zaidi, kwa sababu bibi pia alimwambia hataweza kumwacha. Hicho kilikuwa ni kiapo cha bibi kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Angson. Lakini pembeni mwanetu wa nguvu kabisa Young aliweza kusikia kila kitu. Hii ikamfanya amini yeye kupata nafasi hapa itakuwa ngumu zaidi. Sasa upande wa pili watu wakiwa wanatoka walisikia ishara la Vualam, na hapa simu ya mkali wa kufahamika kwa jina la Isuk ndio ilikuwa inalia, na upande wa pili binti wa kufahamika kwa jina la Jangjo simu yake ndio ilikuwa inalia. Hii ilimfanya mkali aweze kutambua ni nani ambaye amewasha la Vualam, na baadaye alimfuata bibi na kumwambia tu kitu kimoja cha msingi sana. Asima, najua hicho unachokifikiria hakiwezi kuwa sawa, kwa sababu naamini wewe ulisababisha mimi nitengeneze nafasi ya kutengana na Kim Jojo ili niweze kutafuta nafasi ya kuwa nawe. Kiufupi mimi sikuhitaji wala sikupendi wewe, na kwa wakati mwingine usije ukajaribu tena kuwasha hiyo love halamu. Hii ndio inaitwa kubali ile ya Lord Music, au sio? Mpenda shampenda mwingine, kwa hiyo tulia. Basi naomba ilikuwa ni jioni ambayo waliitwa waandishi wa habari. Kumbuka ni familia ya kitajiri sana, hivyo Mwamba alikuwa anaongelewa kama ni modo ambaye anakuja kutamba zaidi kwa maisha ya baadaye, lakini mkali anaonekana alikuwa ni mtu ambaye hana furaha. Hiyo baadaye mkali wa kufahamika kwa jina la Young naye alitafuta nafasi ya kwenda kuspendi na mamake, lakini hapa mamake alijaribu kuangalia kovu lake, lakini pia mama alimwambia mwanae kama kuna wakati atakuwa anajisikia vibaya au kuna kitu anakiona kipo sawa, ingekuwa ni vema angeweza kumjuza mamake, kwani ndio mtu pekee ambaye anaweza kumtatulia ile tatizo. Lakini upande wa pili kwa mkali ambaye ni modo, sasa mkali wa kufahamika kwa jina la Angson, hapa ni kama anafanya vitu kwa kulazimishwa tu na huyu mamake, na hiki anachoonesha kinakuwa sio tabia nzuri kwa wageni ambao wanachukua matukio. Sasa ili mkela sana mama na kufanya kipindi kisimamishe kwanza, lakini alimfuata bwana mdogo pembeni na kumwambia shida ni nini mpaka unafanya mambo kama haya. Bwana mdogo alisema nashangaa sana kukuona kama unakuwa ni mtu ambaye hujui. Wewe ni mtu ambaye ulihitaji mimi nipoteze maisha muda mrefu zaidi. Sasa inakuwaje leo unaniona kama na thamani ya kuweza kufanya kile ambacho unakihitaji wewe kifanikiwe? Mimi sidhani kama na nafasi ya kuwa na mama kama wewe, kwa sababu hata hivyo ulihitaji mimi niangamie. Lakini baadaye bwana mdogo alimwambia mamake tu hauwezi kutengeneza nafasi hata ndogo ya kuonesha uchungu kwa kile ambacho ulikifanya miaka mingi nyuma. Hatari na nusu hiyo. Basi waambia majira usiku bwana mdogo baada ya kuchoropoka alianza kutafuta nafasi ya kumtafuta binti kujua ameelekea upande wapi, lakini upande wa pili kwa Gulmi huku alikuwa akiendelea kutamba tu kucheki TV na kuishi maisha fulani, na baadaye aliweza kupokea simu ya binti na kuongea na mkali. Hii ilimfanya bibi achukie sana, kwani ni kama amevuka mipaka tu. Asema pamoja na kwamba naishi hapa imaanishi kwamba kila kitu changu kinaweza kikawa akina confidential, yani kina usiri kwako, hivyo wanatakiwa kae mbali sana na vitu vyangu. Lakini binti alizidi kuongea maneno ya kejei sana na kusema umesahau kilichotokea kule Jeju Iceland. Wewe ni kama mtu ambaye tunakulea na kukupetipeti. Lakini baadaye anti yake aliweza kufika na kumwambia kwamba mimi nafanya tu kama msaada, haimaanishi wewe kuwa mtoto wa dadangu inanilazimu mimi kukuhudumia na kukujali kiasi hiki. Nilifanya tu kwa mapenzi, lakini nimegundua umekuwa ni mtu ambaye anatengeneza nafasi ya kumuumiza binti yangu Gulmi. Hivyo nacho kuhitaji utoke katika nyumba hii. Kwamba hatimaye binti anafukuzwa katika nyumba kutokana na kile kinachodaiwa anashindwa kutengeneza furaha ya binti wa huyu mama. Sasa binti anatoka mitani, anakata mitana kuambia angalia kushoto wala kulia, yeye ananyoka tu, lakini njiani anapata kumbukumbu ya miaka mingi sana ya Jeju Iceland ambayo ilisababisha wazazi wake waje wote waweze kupotea, na hii inamuumiza sana bibi. Ndakuja kukupa kisa hiki mbele zaidi ujue kwa nini wanasema Jeju Iceland iliweza kumaliza maisha ya wazazi wake na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Hii series tuko nayo Tala Bintibu, afu tunaichambua hapa hizi siku, hiyo tulia tu. Basi binti alikuwa anakumbuka kumbukumbu nyingi sana za maisha ya nyuma ambazo alikuwa amepitia.
aliyopitia, na hapa anakumbuka tu labda at least mamake angekuepo, labda mambo yangekuwa bomba zaidi. Sasa binti akawa ameshakata tamaa na amechoka kwa kile ambacho kinaendelea. Ilikuwa ni swala la machozi tu na huzuni, lakini mbali sasa kwa mbele zaidi anamuona mwamba kufahamika kwa jina la Ang Sun anakuja kuhakikisha anarejesha furaha ya bibie kwa wakati ambao bibie anakuwa na majonzi sana. Bwana, hapa inapigwa live kutoka JC Production. Wanasema My Demon ya the chosen one. Kama kawa, kama dawa, kama kawizo. Hebu tuendelee kusonga mbele na burudani bomba sana hapa kizazi zaidi. Kama kawa, kama dawa, kama kawizo. Tukutane katika episode inayofuata ili tuendelee kuenjoy utamu wa vanilla. Kamsamida. Asante sana kwa ambao unachukua time yako kuhakikisha kuongozana nasi katika dude moja bomba sana ili hapa la My Demon. Mimi naitwa Farudije natoka JC Production, jumba la burudani kama kawa, kama dawa, kama kawizo. Here you go. Let's say ciao. Hello.